Kama unataka kufanya biashara, je, kwenu kuna agano na inaloendana na hiyo biashara? Wengine kwao maagano yao ya umaskini na hasara. Utashangaa unafanya biashara, unapata hasara, unafanya biashara haiongezeki, unafanya biashara lakini mafanikio upati. Kwenu kuna agano ambalo linazuia hayo unayoyataka. Watu wengi kuna vitu vingi mnataka. Watu wengi kuna aina ndoa mnataka. Lakini kwenu kuna agano ambalo linazuia hiyo ndoa. Unaweza kumpata mwanaume yuko vizuri kabisa, ni mcha Mungu, anamjua Mungu, anampenda Mungu, ila kwa sababu wewe hujatoka kwenye maagano ya giza, hauwezi kwenda kufanya vizuri kwenye hiyo mahusiano, kwenye hiyo ndoa. Lazima utakuwa ni msumbufu, kwa sababu lile agano la kwenu alitaki mtu wa namna ile. Kwanza sasa hata kama mtafika kwenye ndoa, na hata mkifika kwenye ndoa mtafika huko mkiwa mmechoka sana, na yeye kwenye ndoa ndio itazidi kuwachosha zaidi. Mkiona mko kwenye ndoa afu mwizi anafanya ovyo, anafanya mambo ovyo sana, agano la kwako na la kwao ni vitu viwili. Pia mnaweza mkaingia kwenye ndoa, mkishaingia kwenye ndoa wote mlikuwa na maagano ya giza, lakini mmoja akafanya neema akajitoa kwenye ile agano, mmoja hajajitoa kwenye ile agano. Hiyo ndoa lazima itapumulia gesi, kwa sababu mmoja ashatoka, yuko nje, mwenzio bado yupo kwenye agano la giza. Kwa hiyo mwenzio bado ana kauli za giza, matendo ya giza, mawazo ya giza. Wewe ushakuwa nuru, lakini shida iko kwa mwenzio, hajatoka bado, hajapata neema ya kutoka. Hapo lazima hiyo ndoa itakuwa kila siku ni mshike ni mnavutana, kwa sababu mmoja katoka, mmoja hajatoka. Yaani ni falme mbili tofauti. Utashangaa msikilizani, amwelewani, kwa sababu mmoja kashakubali kutoka, kakubali kutii. Waliokubali na kutii wanakula mema ya nchi, waliokataa wanaangamizwa kwa upanga. Leo hii katika maisha unaweza kukuta kuna mmoja ana tatizo na mwingine ana tatizo hilo hilo, lakini mmoja anaweza kaombewa fast sasa hiyo akapokea akapona. Huyu mwingine utaomba hata miaka mitatu, tatizo haliwezi kupona. Why? Kwa sababu kuna matatizo mengine yanasababishwa na agano, na huyu tatizo lake nyingine, huyu wa pili tatizo lake linasababishwa labda na tabia tu zake. Kwa hiyo tabia kishaokoka, ukimwombea anabadilika haraka. Huyu mwingine tatizo haliwezi kuisha. Kwa sababu gani? Ile tatizo lipo kwenye agano. Kwa hiyo lazima kwanza uvunje agano, na swala la kuvunja agano sio dakika 2 au dakika 3, au sio miezi 2, sio miezi 3. Agano, na ukianza kutaka kuvunja agano lazima uvunje agano mfululizo. Ni maombi ambayo unatakiwa udumu katika hayo maombi, na unapotaka kuwa salama katika eneo hilo, unapovunja agano la giza, saa hiyo hiyo uingie kwenye agano la damu ya Yesu. Ukiacha agano la giza, ukilivunja huwa linarudi. Ukitaka lisirudi, uingie damuni mwa Yesu, uingie ndani ya Kristo, uishi ndani ya Kristo milele. Ukitoka tu hata kidogo, lile agano linarudi, linakushikilia. Ndio maana unaweza kukuta mtu ana ugonjwa, lakini ule ugonjwa hata ukiombea yani umeng'ang'ania ugonjwa utoki, unamwombea aponi, unamwombea apate. Kwa sababu gani? Ule ugonjwa unasababisha na agano. Agano halijavunjwa bado, agano lina haki ndani yake, na lile agano ndio limebeba ule ugonjwa. Kwa hiyo ule ugonjwa uondoke, lazima lile agano liwe limeondoka. Mwingine anaumwa, lakini kuumwa kwake sio agano. Ukimwombea dakika 0 tu, saa hiyo hiyo anapona. Mwingine utamwombea hapa, utatamka maneno yote ya kinabii, hakuna uponyaji utakotokea. Kwa sababu gani? Tatizo linalomsumbua linasababishwa na agano la giza. Huyu mwingine tatizo lake alisababishwa na agano. Mwingine ana umaskini wake unaomsumbua, hali yake ngumu ya maisha inamsumbua, inasababishwa na agano aliloingia babu yake na baba yake, agano la kwao. Mwingine ni maskini, lakini umaskini wake alikosea step tuseme kidogo tu. Kwa hiyo huyu ukimwombea alikosea step, dakika 2 tu anabadilika. Huyu mwenye agano utaomba umaskini hawezi kuisha mpaka alivunjwa lile agano ambalo linasababisha ule umaskini. Mwingine anasumbuliwa na uzazi. Huyu anasumbuliwa na uzazi tu kwa sababu alirukaruka sana, akarukaruka kwa huyu, akaenda kwa huyu, baadaye akaja kaolewa. Alipoolewa ana tatizo tayari ameshalipata la uzazi. Uzazi wake umefungwa kutokana na uovu aliofanya. Huyu mwingine amefungwa kizazi. Tatizo la kufungwa kizazi chake kinatokana na agano. Kwa hiyo ukiombea huyu mwingine anapata mimba haraka. Ukimwombea rehema, anasamehewa dhambi zake, anapata mimba, anazaa. Mwenye agano utaomba hata miaka 7, hakuna mimba itakayoingia mpaka uvunje agano. Agano likivunjika, sasa yeye anabeba mimba. Mwingine ana tatizo la kutokufanikiwa ama kukataliwa ama kuachwa. Ile tatizo mwingine lipo tu, aliko nje ya agano, alitokani na agano. Na huyu mwingine ana tatizo hilo la kukataliwa na kuacha, lakini hili la kwake yeye linatokana na maagano ya kwao, maagano ya giza. Kwa hiyo ukiomba huyu fast atapata kibali, ataolewa. Huyu ambaye tatizo lake linatokana na maagano, lazima uanze kuvunja agano. Ukishavunja agano, ukimwombea, saa hiyo anapata mume, akataliwi tena. Kwa hiyo lazima ujue tofauti ya matatizo mnayopitia. Kuna matatizo yanasababishwa na maagano, na kuna matatizo hayasababishwi na maagano. Kwa hiyo hata uombeaji wake na upokeaji wake unakuwa ni katika namna
tofauti. Kama wewe tatizo lako linasababishwa na maagano ya kwenu, I say utulie hasa katika uwepo wa Mungu vya kutosha kabisa. Kwa hiyo pale lazima livunjwe agano, alafu ibadilishwe historia ya maisha yenu. Sasa mtu mwingine anasema, mbona mimi nakuja kila siku naona wenzangu wanapokea, mbona mimi sipokei? Labda hapa sio risk. No, hauwezi kupokea mpaka ukutane na mvunja maagano, avunje ile agano ndio utapokea. Kwa hiyo usipojua asili ya matatizo, tatizo haliwezi kuondoka mpaka ujue ili tatizo linasababishwa na nini. Ni agano ama hasira ya Mungu? Kuna vitu vikuu viwili, kuna agano na hasira ya Mungu. Hasira ya Mungu ni rehema na toba. Ukidumu katika hayo, hasira ya Mungu inaondoka. Agano lazima ulishughulikie kwa utulivu, na lazima uwe na adabu na utii wakati unataka kuvunja hayo maagano. Sasa mtu mwingine anataka kuvunja maagano ya kwenu, hapo hapo au mtumikie Mungu inavyotakiwa, au tulii madhabahuni kwa Mungu, au na adabu, sio msikivu, utachelewa sana kuvunja hilo agano ili uweze kupata unachokihitaji. Ukitaka kuvunja agano lazima uwe na discipline. Sisi wote wengine sio tumezaliwa kwenye maagano magumu sana, lakini tulipoingia kwenye wokovu, cha kwanza tulikuwa na adabu katika wokovu. Maisha ya wokovu tulikuwa na adabu, tulikuwa na discipline, tukawa wasikivu, tukamsikiliza. Yaani namsikiliza yule ananiongoza. Ule usikivu ndio ukasababisha mimi nipokee. Mwingine hapa anashindwa kupokea kutoka kwangu kwa sababu gani? Anisikilizi, sio msikivu. Kama sio msikivu utachelewa. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Ndio maana kama sasa hivi sisi kuna sehemu tunaenda, Mungu anataka kutuvusha. Kwa hiyo nikiona mtu tu huyu ndio sababu ya kutuchelewesha, yeye inabidi kushughulikia hapo. Ila tatizo tukililiachia sasa hivi, huko tutakapokwenda tutaliweza. Tatizo lote linaloinuka lazima tulishughulikie hapa. Kuna sehemu tunaenda. Kwa hiyo tusipoamua kubadilika itakuwa ni shida kubwa sana. Unapokwenda mbele za Mungu kuomba, hakikisha una agano na yule Mungu unaenda kumuomba. Unapokwenda mbele za Mungu kuomba, hakikisha una maagano na yule Mungu unaenda kumuomba. Unapoabudu, hakikisha una agano na yule Mungu unayemwabudu. Unapoenda kutoa sadaka, hakikisha una agano na yule Mungu unayemtolea sadaka. Zaburi 50 mstari wa 5 na mstari wa 15. Zaburi 50 mstari wa 5. 50 mstari wa 5, sikia kwa makini. Nikusanyieni wacha Mungu wangu, yes, waliofanya agano nami kwa dhabihu. Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Haleluya. Agano linafanya kwa kutoa pia. Unajidhabihu, unatoa. Waliofanya agano nami kwa dhabihu. 14. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru. Yes. Mtimizie aliye juu nadhiri zako. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie nadhiri zako. Ukaniite siku za mateso. Ukaniite siku za mateso. Nitakuokoa. Nitakuokoa. Na wewe utanitukuza. Haleluya. Maana ukimwita atakuitikia, atakuja, atakuokoa, nawe atafanyaje? Atakutukuza. Kwa sababu gani atakutukuza na atakuokoa? Kwa sababu ana agano na amjaelewa bado. Zaburi 50. Ndio. Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Waliofanya agano nami kwa dhabihu. Zaburi 50:14 inasema, mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa, na wewe utanitukuza. Cha kwanza akasema niteni watumishi wangu waliofanya agano nami kwa nini? Kwa dhabihu. Alafu ndo baadaye anakuambia niite nami nitaitika, nitakuokoa. Kwa hiyo wale ambao Mungu anawaitikia kwa haraka ni wale waliofanya naye agano. Mungu hawezi kuja kwako kwa haraka wakati wewe una agano na mizimu, alafu unamwita Mungu. Ndio hapo watu wanapofunga mpaka wanachoka, haoni majibu. Cha kwanza, anza na agano kabla hujaanza kufunga. Uwe na agano kabla hujaanza kuomba. Watu wengi wanaanza kuomba wakati wapo katika maagano ya giza. Watu wengi wanakurupuka, wanaanza kufunga wakati ndani yao bado kuna maagano ya giza hawajatoka. Hilo agano la giza ukuingia wewe, wameingia huku wazazi wako. Kwa hiyo ukitaka kwenda kwa Mungu umwite akuitikie, hakikisha umetoka kwenye yale maagano ya giza, kwamba yeye ndo anakuwa Mungu wako unayemwita. Mungu wako aliyekuwa na agano naye ni mizimu. Ukipata shida unaenda kumwita Yesu aje. Watu wanashindwa sana kutafsiri Biblia, na watu wengi hawajui kwamba Biblia ina nyakati na nyakati zishabadilika tayari. Sasa tuko katika nyakati za mwisho za agano la jipya, sio la kale. Agano la kale, mifumo baraka, Mungu anasema ninaumba mke na mume kisha nikambariki akazaa na kuongezeka bila masharti yoyote. Lakini sasa hivi ili upate zile baraka unatakiwa kwanza uzaliwe upya mara pili, ukae ndani ya Kristo, ili lolote uombalo ndio unapewa. Lakini mara kwanza baraka zilikuwa zina masharti. Sasa hivi baraka zinazingatiwa, ni vigezo na masharti. Kwa hiyo hata wewe Mungu hakikisha unamwita Mungu ambaye una maagano naye. Haiwezekani wewe una maagano na miungu ya kwenu. Damu yako ni damu ya maagano
na miungu mingine, alafu unafunga na kuomba kwa kumwomba Mungu mwingine. Utaomba sana, ndio utakuta mtu anaomba miaka lakini hakuna majibu. Kwa sababu gani? Maagano uliokuwa nayo ni ya miungu mingine. Maana yake wewe unatambulika kwa maagano yako. Binadamu anatambulika kwa agano lake. Agano lako linasoma kule, unakuja kuomba huku, hamna mfumo huo.